Leo tunaanzia kwenye mjengo hapa. Huyu dada anaitwa Janet. Wakati yuko zake busy na kazi, akaingia mdogo wake hapa, huyu anaitwa Natasha. Amekuja na furaha kinoma yani baada ya mpenzi wake Desmond kumvalisha pete ya uchumba. Dada mtu alilipokea kwa hali ya tofauti kidogo hili. Natasha anafanya kazi kwenye kampuni ambalo haliruhusu kabisa wafanyakazi wawe kwa mahusiano, lakini analipwa mkonjo mrefu kinoma. Hofu ya kwanza kwa dada mtu ikaanzia hapo yani pengine mdogo wake anaweza kapoteza kazi hivi, lakini wakakubaliana kuwa hii itabaki kuwa siri baina yao. Hata hivyo pete pia atakuwa naivua kila kitoka tu nyumbani kuelekea ofisini. Mimi na mpenzi wangu tumepanga tuoane, lakini pia tutaishi kwa siri, hakuna atakayekuwa najua hili. Unadhani itawezekana? Ndiyo, wewe subiri tu utaona. Natasha anafuraha kinoma yani, lakini dada mtu hajapendezwa kabisa na hili. Ikabidi ampigie simu Desmond akimtaka zungumze naye jambo, lakini Desmond akamtaka waongee asubuhi kwani alikuwa amechoka kinoma. Janet anampenda sana Desmond na amemwonyesha hisia zake zote yani, lakini mchizi hakuwa amezimika naye kabisa. Badala yake akazama kwenye penzi na mdogo wake Janet. Asubuhi kumekucha, Desmond anajiandaa kwenda kazini, akaingia Janet hapa. Imewezekana vipi? Umemchumbia dada yangu baada ya kuwa kwenye mahusiano kwa takriban mwezi tu kwa sababu nampenda. Tumejuana muda sana. Tangu tukiwa tunasoma sekondari na chuo. Unataka kumaanisha nini? Bibie akawa anajiuliza tu. Huyu haelewi nini sasa? Anataka nimpigie magoti nimwambie nioe badala ya mdogo wangu? Haoni kama nampenda na amtumia mashairi kila siku, lakini hajali kabisa. Ulisoma shairi ambalo nilikutumia jana usiku? Nimelisoma asubuhi hii. Ni zuri sana. Wewe ni mwandishi mzuri sana. Janet amekuja ofisini kwa Natasha kukutana na bosi wake hapa. Akamwomba kama vipi ampe uhamisho Natasha aende mji mwingine mbali na hapa. Bosi ikabidi aulize, "Kwa nini nimhamishe? Kuna mtu anafanya naye kazi hapa. Natasha nampenda sana. Hivyo naogopa sije kupendana kaikosa kazi yake kwa sababu nazijua sheria zenu." Ni nani huyo mtu? Janet akagoma kumtaja huyo mtu kwa sababu hataki awe sababu ya mtu kukosa kazi. Mwisho bosi akamwambia kuwa atalifanyia kazi hilo. Sasa Natasha ametolewa pembeni na rafiki yake hapa. Huyu anaitwa Nora. Akamwambia kuwa bosi anahisi kuna baadhi ya watu wanatoka kimapenzi hapo ofisini, kitu ambacho ni kinyume na utaratibu wa ofisi, na wakahisi pengine aliyetoa taarifa hizi ni Kevin ambaye ndiye anajua mahusiano yake na Desmond. Amesema ataanza kukufanyia uchunguzi. Natasha akachoka kabisa yani, lakini ushauri wa Nora ukabaki kuwa ayavunje mahusiano yake na Desmond kwani anaweza kupoteza kazi kizembe tu, kitu ambacho Natasha hakubaliani nacho kabisa. Natasha akacheki kama kuna watu kisha kumwambia kuwa Desmond amenivalisha pete ya uchumba. Nora alishangaa kinoma yani. Sasa utafanyaje? Nampenda sana Desmond na sitaki kumpoteza yani. Sasa utafanya nini? Subiri, nitakuonyesha mimi. Natasha amekuja kuonana Desmond na Kevin huku. Akawaambia kuwa ameacha kazi. Kila mmoja alishangaa kinoma yani. Wakijua ofisini tuko kwenye mahusiano, tutafukuzwa wote. Ili kuepukana na hilo, imenibidi mimi niache kazi tu ili wewe ubaki. Amefanya kitu sahihi sana. Ni bora mmoja aache kazi kuliko wote wawili kufukuzwa. Mahaba yakazaliwa mtu wangu. Natasha amefika nyumbani kachoka kinoma yani. Vipi? Unatoka? Hapana, nimeacha kazi. Janet akashtuka kinoma yani. Kwa nini? Ofisini wanajua kuwa mimi na Desmond ni wapenzi. Kwa hiyo ili kuepusha sisi wote kufukuzwa kazi, nikaona bora mimi niache kazi mapema tu. Janet akamsogeza Natasha ili ampime pengine kuna homi na mnyemelea, kitu ambacho pengine ndiyo kimempelekea achukue yale maamuzi. Umeacha kazi kwa sababu ya mwanaume? Nilichofanya ni sahihi kwa ajili yetu. Unataka nikubali kirahisi tu kuwa umeacha kazi ambayo inakulipa $500 kwa mwezi kwa sababu ya mwanaume tu? Dada, Desmond sio kama wanaume wengine, ni mchumba wangu yule. Vipi kama akikuacha kesho kwa sababu ya mwanamke mwingine? Hawezi kuniacha mimi. Kwa nini unafikiria hivyo? Kwanza usinipazie sauti mimi. Pili, unakurupuka uwajua wanaume wewe. Bibia ya kutaka kabisa ushauri tena akasepa zake. Kevin anamchana mshikaji wake Desmond kuwa Natasha anampenda sana, na kitu kinachodhihirisha hilo ni uamuzi wake wa kuacha kazi kwenye kampuni ambayo inamlipa vizuri. Kwa hiyo akamwomba asimfanye ajutie hilo. Hata jutia, nitamuoa mimi. Janet ameamka asubuhi kama kawaida yake, akaendelea kufanya kazi zake hapa, lakini alishangaa kwa nini Natasha hajatoka kwenda kazini. Hivi kumbe jana alikuwa serious Ikabidi aende kumcheki chumbani tu. Natasha alikuwa zake busy anaangalia katuni tu hapa. Kwa nini hujaenda kazini wewe? Kazini? Si nimekwambia jana nimeacha kazi. Kwa hiyo kumbe ulikuwa serious umeacha kazi ambayo ilikuwa inakulipa vizuri tu kwa sababu ya mwanaume. Kwa nini yeye hajaacha? Hatujajadili hilo. Mimi ndiye nimechagua kuacha kazi. Nilifikiri una akili, kumbe una makamasi tu. Mipango yako ni ipi sasa? Nitaanza kuomba kazi upya. Janet hakupendezwa kabisa na hili. Kodi za hapa tutachangia wote yani. Bibie akasepa zake. Natasha amekuja kuonana Desmond huku. Ikabidi amwambie kila ambacho dada yake amemwambia, lakini mchizi akamtaka bibie aachane na hizo habari kabisa, zaidi wazungumzie ndoa yao tu. Mchizi akapendekeza tarehe ya harusi yao iwe Desemba 30. Bibie alifurahi kinoma yani, kwani tarehe hiyo ndio siku ya kuzaliwa kwake. Ikabidi ampigie mtu ambaye anatengeneza kadi za harusi kwani tayari tarehe imeshajulikana. Taarifa za harusi zikamfikia shoga yake Nora. Alifurahi kinoma yani. Kila mtu alitamani siku hiyo fika mapema na mbiwa. Desmond leo amekuja kumweleza Janet kuwa yeye na
Natasha ni wachumba, na Natasha amechagua kuacha kazi kwa sababu ya sheria za kampuni haziruhusu wafanyakazi kuwa kwenye mahusiano ama kuoana. Lakini mambo yote hayo Janet alikuwa anayajua tayari. Kwa nini Natasha ndio aache kazi? Kama unampenda, kwa nini usingeacha wewe? Jamaa akajingata-ngata tu pale. Ulimuona yule ni mdogo, unaweza kumdanganya kwa ndoa, akaacha kazi, lakini kwangu usingeweza wewe. Sasa wakati wanaongea, Natasha akawa ameingia. Kuna nini hapa? Nisikilize Desmond, kitu ninachokitaka ni mdogo wangu kupata kazi, tena kazi ambayo itamlipa vizuri. Dada mtu akasepa zake. Desmond akabaki na mawazo kinoma. Ikabidi Natasha aongee naye nje. Kwa nini hukuniambia kama unakuja hapa? Kama ambavyo wewe hukusema pia unaenda kuacha kazi. Bibie akaomba msamaha pale na nini, lakini mchizi akasepa zake. Bibie amerudi ndani amejaa kinoma. Janet, haukupaswa kuongea naye vile mchumba wangu. Unapaswa ujione mwenye bahati kuwa una dada anayekusemea. Usinisemee mimi. Najua ninachokitaka. Mimi sio mtoto. Wewe bado mtoto. Ndio maana mwanaume anakuendesha wewe. Na hauoni hilo. Na kuonya, sitaki ongea na mwanaume wangu tena hivyo. Bibie akataka kusepa pale. We, rudi hapo. Siku nyingine ukiwa unaongea na mimi ukapayuka na ukanionshea kidole, nitakufanya kitu kibaya sana. Kitu ambacho hautakuja kusahau yani. Na nitakuonyesha kwa nini mimi ni dada yako. Nenda kachukua laptop yako ukatafute kazi huko. Asubuhi kumekucha, Natasha anaanza mishemisha zake hapa. Nora anajua bibie anaenda kutafuta kazi huko, lakini akili yake imemwagiza kufuatilia masuala ya harusi tu. Baada ya mishemishe akampigia Desmond na kumweleza kuwa kila ambacho alikuwa nakitafuta tayari ameshakipata. Natasha amerejea nyumbani akamkuta Janet yuko busy na kazi hapa. Janet alijua mdogo wake ameenda kutafuta kazi, lakini Natasha akamwambia kuwa alikuwa anafuatilia ukumbi kwa ajili ya harusi. Janet alichoka na mbiwa. Bibi akamwambia kuwa kitu anachokifanya kwa sasa ni mipango ya ndoa yake tu, mengine atafuata baadaye. Bibi akasepa zake. Desmond akiwa ofisini akaokota simu ya Janet hapa, akimtaka amtafutie kazi Natasha kuliko kumwacha ahangaike na mambo ya harusi tu. Kama huwezi kuipanga ndoa yako, basi tafuta mtaalamu akusaidie. Mwache dada yangu ahangaike kutafuta kazi nyingine yani. Nimekuelewa. Nina kikao kwa sasa. Nitakutafuta baadaye. Mchizi akakata simu. Natasha akiwa bize chumbani, Janet akaja kumuonyesha mdogo wake nafasi za kazi ambazo ameziona mtandaoni. Lakini Natasha hakuvutiwa nazo kabisa kwa sababu ni kazi ambazo zinamtaka kaishi mbali na Lagos, na yeye hataki kabisa kuishi mbali na mwanaume wake. Hauwezi nini sasa? Mapenzi ya mbali ni mazuri sana. Unajua sio kama zamani ambapo hapakuwa na internet au simu. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika kabisa, na ukiishi naye mbali hata akili inakuwa timamu yani. Lakini Natasha hakutaka kabisa kulisikia hilo. Hakutaka kuishi mbali na Lagos ambapo mwanaume wake anafanyia kazi. Hutaki kuondoka Lagos kwa sababu ya mwanaume, si ndio? Baki ufie hapa sasa. Janet akasepa zake. Natasha anatamani sana siku ya harusi fike. Muda wote akikutana na Desmond anazungumzia siku ya sherehe yao tu. Sasa jambo hili kuna muda linamkera sana Desmond. Anatamani wazungumzie maisha yao baada ya hiyo harusi. Muda kidogo Janet akapiga simu. Natasha, uko wapi? Nipo nyumbani kwa Desmond huko. Kwa hiyo haurudi nyumbani leo? Ndio, leo sirudi mimi. Kwa hiyo ndio sababu iliyokufanya uache kazi ili ukakae na Desmond, si ndio? Hapo hujaolewa, ushaanza kufanya majukumu ya mke. Unajirahisisha sana wewe. Usije unalia kwangu ukiachwa. Bibie hakujali kabisa hilo. Sasa Desmond akamtaka Natasha wazungumzie zaidi maisha yao baada ya harusi. Lakini kwa Natasha ilikuwa tofauti kabisa. Jamani, hao wanacheza vizuri yani. Muda wote mchizi anamshangaa tu. Hiki ni nini sasa? Hivi umesikia chochote nilichokisema kweli? Ndio, nimesikia. Sikiliza baby. Harusi yetu itakuwa poa sana. Tena viwango vya juu yani. Yaani itakuwa noma sana. Ni mtu Shakira, Beyonce, mwah. Hebu tuongee namna ambavyo tutaishi kama wanandoa. Ni muhimu kuliko hii harusi. Ile ni sherehe ya siku moja tu. Desmond, spendi hiki kitu yani. Kwa nini tusiongee kuhusu harusi yetu? Kwa nini tuongee kuhusu sherehe kuliko maisha ya ndoa? Unachofikiria wewe ni siku ya harusi tu, kwa sababu hii siku ina maana kubwa sana kwangu. Lakini kwako kama haina maana kabisa. Unaniambia tu unanipenda baby. Unakuwa kama mtoto yani. Unasemaje? Kwa hiyo mimi ni mtoto? Baki na maelezo yako mwenyewe sasa. Mimi nasepa. Natasha amerejea nyumbani akiwa na mawazo kinoma yani. Dada mtu akabaki analaumu tu. Sijui hawa watoto wa siku hizi wakoje yani. Desmond anampigia simu bibie ili ajue kama amefika nyumbani salama au vipi. Lakini Natasha akawa pokei kabisa. Mawazo ni mengi kwa mchizi yani. Leo Natasha anamwambia Nora kuwa ameanza kumkasirikia Desmond kwa sababu jana alimwambia na tabia za kitoto. Bibie alilalamika sana kuachwa na Desmond aondoke bila hata kubembelezwa kwa kuitwa maneno mazuri au matamu hivi. Nilipomwambia naondoka, akaniacha hata kunishika mkono yani. Hakutaka hata kunizuia ili walau aombe msamaha. Hakutaka kabisa yani. Akaniacha nikasepa bila yeye kujali. Halafu eti anasema ananipenda. Anipendi yule, na usije ukaniambia kuwa ananipenda tena. Mchizi leo anaongea na binamu yake hapa ambaye anatarajiwa kuja kumsalimia siku chache zijazo. Kevin akawa ameingia hapa. Akamwambia kuwa anapaswa atengeneze mazingira rafiki ambayo atamfanya Natasha aje kumuomba msamaha. Licha ya ugomvi wao wote, lakini Natasha bado alikuwa anaendelea na harakati za kuhakikisha kuwa harusi inafanyika. Leo kakutana na huyu mchizi hapa
hapa anaitwa Peter. Amekuja kumpa dili ya kuhakikisha harusi inafanyika kwa ubora mkubwa yani. Usijali, acha nikuonyeshe baadhi ya kazi zetu ambazo tumezifanya. Ila amempa simu tu. Desmond akaingia hapa, akawakuta watu wanacheka kinoma yani. Kifupi walikuwa na enjoy tu, ni kama wapo kwenye mahusiano hivi. Mchizi alikasirika kinoma yani, ikabidi asepe tu. Lakini wakati wote huo hakuna hata mmoja ambaye alimuona Desmond ameingia hapa. Mchizi akarudi kwenye gari amekasirika kinoma. Ikabidi ampigie simu mshikaji wake Kevin na kumweleza kila ambacho amekiona pale. Mchizi alipofika nyumbani ikabidi ampigie simu Janet. Kila akijaribu kupiga simu haipokelewi, unaambiwa. Natasha alipofika sebuleni akaambiwa kuwa mwanaume wake amempigia simu. Alipoambiwa ni Desmond tu alifyonza kinoma yani, hakutaka kabisa hata kumsikia. Leo Desmond ametembelewa na binamu yake hapa. Walipiga sana hadithi hapa za hapa na pale. Ghafla akamwaga anaenda Maliwato. Sasa akabaki Desmond sebuleni. Akiwa hapa mlango ukagongwa. Alikuwa ni Natasha naingia. Umefuata nini hapa? Ndo unavyonikaribisha? Wakiwa wanaendelea kuongea, binamu akaulizia remote iko wapi? Huyo ni nani? Haupasi kuniuliza hilo swali. Hiyo ndio sababu ya kunizuia nisiingie ndani, si ndio? Bibie akaona sio case, akasepa zake. Natasha amerudi nyumbani analia kinoma yani. Akakutana dada yake hapa. Kuna nini? Hebu ngoja kwanza. Kuna mtu amekupiga? Nini kimekutokea? Niambie. Desmond amenisaliti mimi. Nimemkuta na mwanamke mwingine nyumbani kwake. Nilikuonya usimwamini mwanaume. Hakuniruhusu niingie ndani kwake. Amenifukuza nyumbani kwake mimi. Janet akalivalia njuga hili, unaambiwa. Janet amefika nyumbani kwa Desmond, anagonga kwa fujo, unaambiwa. Alipofunguliwa tu Desmond akakutana na kibao cha nguvu, unaambiwa. Dada yangu unamfanya kama mtu wa kumtania, si ndio? Siku nyingine ukimfanyia hivi dada yangu nitakufanyia kitu kibaya sana. Bibi akasepa kwa ushindi mkubwa, unaambiwa. Mchizi akiwa anashangaa hapa akaja binamu yake. Kuna nini? Hakuna kitu. Nimesikia sauti za ugomvi hapa. Halafu nasema hakuna kitu. Hakuna kitu. Nenda jikoni huko. Mchizi leo ofisini akamwambia mshikaji wake Kevin kuwa hawezi kuoa tena kwenye ile familia kwa sababu ya kitu ambacho alifanyiwa na Janet. Hawezi kuamini. Aliniwasha kibao kwenye uso wangu yani. Inawezekana vipi hiyo? Hapo amekosea. Msimamo wa Mchizi kabaki kuwa hawezi kuoa kwenye ile familia. Bibie anamwambia rafiki yake kuwa harusi yake na Desmond haioni ikifanyika tena kwa sababu amemfuma na mwanamke mwingine ndani kwake. Janet naye akaunga mkono hapo. Nilikwambia kwenye mahusiano ingia na kichwa chako ili moyo ndio ufuate. Wewe haukutaka kabisa kunisikia. Ona sasa. Desmond alikuwa mzuri sana. Alikuwa anajali sana yule. Nilikuwa nakushauri, lakini unaona kama nakuonea wivu hivi. Uliacha kazi kwa ajili yake. Wiki moja baadaye umemkuta na mwanamke mwingine. Alikuwa hakupendi yule. Maneno ya dada yake yalikuwa yanamzunguka sana kichwani kwake. Yanazidi kumchanganya zaidi yani. Mapenzi yanauma kishenzi, asikombie mtu. Bidada maisha yake yamekuwa ya kulia tu. Nora leo amekuja kumuulizia Desmond kama mapenzi yake na Natasha ameisha. Tena hadi ameamua kutembea na mwanamke mwingine. Lakini Desmond akamwambia Nora kuwa Natasha ndiye amemsaliti yeye. Amemtuma dada yake aje nipige nyumbani kwangu. Mwambie kofi lake limepokelewa. Lakini akirudia tena siku nyingine ataongea na wanasheria wangu. Natasha akiwa amekaa hapa akaokota simu ya Nora. Akamwambia kuwa ameongea na Desmond lakini analalamika kuwa yeye ndiye amemsaliti. Achana naye huyo. Anataka kuhalalisha makosa yake. Akampa taarifa zingine kuwa dada yake alienda akampiga Desmond nyumbani kwake. Ikabidi Natasha amfuate dada yake. Ni kweli ulienda kumpiga Desmond nyumbani kwake? Ndiyo, mpango wangu ulikuwa ni yule mwanamke. Ila alikimbia. Bibie alilalamika sana yani. Na kuambiaje? Lazima naye atapoteza kazi yake tu kama ambavyo wewe umepoteza. Njoo ukae hapa nikupe mipango. Leo Natasha amekuja ofisini kwa Desmond akimtaka fanya wezalo ili apate kazi. La sivyo atamharibia na yeye. Unaongea upuzi gani wewe? Nitamwambia MD kila kitu ambacho tulikifanya na utaondoka hapa. Naomba uondoke kabla sijakufukuza. Jaribu uone nitakachokufanyia wewe. Bibia amekuja kuongea na Nora hapa kuhusu dhamira yake ya kutaka Desmond naye apoteze kazi. Alifoka sana pale unaambiwa, akidai kuwa anamchukia sana Mchizi. Lakini Nora akabaki kumtuliza tu. Baada ya vurugu nzito, Bibia akaamua kusepa. Ila amesepa tu akapishana na Kevin kwenye ngazi. Unazionaje hizi hekaheka za Natasha na Desmond? Desmond amedhamiria kabisa kuwa hamuoi huyu Natasha. Kwa nini? Wakati amemwahidi vitu vingi sana na amemfanya aache kazi Bibie. Mwisho wakakubaliana kuwa lazima wafanye kitu ili Desmond na Natasha warudiane tena. Mpango wao ukawa ni huu. Kevin alimchukua Desmond na kumleta kwenye eneo hili. Wakati wanapiga soga hapa, Nora naye akamleta Natasha. Walipoonana tu ni kama mbogo yani. Kila mmoja hakutaka kumsikiliza mwenzake. Natasha akasepa kwa nguvu na mbiwa. Suluhu haikupatikana tena pale. Natasha amerudisha nyumbani na Nora hali yake sio nzuri yani. Alipatwa na kizunguzungu wakati anarudi nyumbani. Sasa dada yake akataka jue ni nini ambacho kimemtokea mdogo wake. Natasha tayari ana ujauzito wa Desmond. Janet akamtaka mwambie Desmond lakini Natasha hakutaka kabisa kufanya hivyo. Akihisi kama akimwambia basi anaweza kudhani kuwa ni sababu ya kutaka kurudiana naye. Ni ngumu sana kulea mtoto peke yako bila hata kazi, hasa kwenye huu uchumi. Hebu lifikirie hilo. Natasha leo amekuja kwa Desmond. Nimekuja kukwambia kuwa nina ujauzito wako. Chizi alicheka
kinoma yani. Una ujauzito wangu upi? Wakati umelala na wanaume wengi. Ninachojua nina ujauzito wako tu. Mchizi hakuwa naamini kabisa kama ule ujauzito ni wake. Maana anaamini Natasha na wanaume wengi sana. Mwisho mchizi akamfukuza pale. Natasha amefika nyumbani akamwambia dada yake kuwa Desmond ameukataa ule ujauzito. Janet kusikia hivyo tu akaamua mfuate Desmond huko alipo. Desmond akiwa ofisini na Kevin, Janet akaingia na foka kinoma yani. Kwa nini umeukataa ujauzito? Huwezi kuleta mambo yangu binafsi ofisini. Hauwezi kumdhalilisha mdogo wangu halafu mimi nikuangalie tu. Umpe ujauzito halafu muache. Haiwezekani hiyo. Lazima uhudumie ule ujauzito. Hili sio eneo sahihi la kuzungumzia haya. Nendeni mahali mkakae mzungumze. Wakati wanafokeana hapa akaingia bosi wao. Nini kinaendelea hapa? Huyu jamaa amempa ujauzito mdogo wangu kisha akamwacha baada ya kumwahidi atamuoa. Desmond, naomba limalize hili sasa hivi. Mchizi akaitikia tu. Natasha akiwa amekaa zake hapa, kuna mtu akawa anagonga. Alipofungua tu akaingia Desmond. Mchizi akamwambia bibie kuwa ameukubali ujauzito na atahudumia kama ambavyo ametakiwa uhudumie, lakini kwa sharti moja tu, lazima akubali wakapime vipimo vya damu, yani DNA. Hiki kitendo kilimchefua kinoma Natasha, ikabidi amfukuze pale mchizi. Ila anataka kutoka tu akaingia Peter, wakapishana pale mlangoni. Desmond akahisi kabisa Peter anatoka na Natasha. Natasha akamwambia Peter kuwa alisahau kabisa kama amempa maelekezo ya kadi asubuhi, na mwisho akamwambia harusi yake ameiahirisha tu. Kwa nini sasa? Kabla hajajibu Desmond akawa ameingia. Kwa hiyo huyo ndo umemchagua badala yangu, si ndio? Nimekupa moyo wangu na nilikuamini. Haya ndo malipo, si ndio? Sikuelewi. Si huyu umeamua kumchagua yeye kuliko mimi. Sasa unabaki na pete yangu kwa nini? Nimemchagua nani badala ya nani? Mbona unajiaibisha mwenyewe wewe? Usinichanganye. Jamani, huyu ni mtu ambaye anasimamia sherehe yetu. Amekuja kuleta sample za kadi ya harusi, lakini nimemwambia ahairishe tu kwa sababu hautaki tena. Bibie akamrushia kadi kisha kasepa. Peter akaona isiyo kesi, naye akatembea pale. Mchizi usiku wa leo mawazo ni mengi kinoma. Muda wote anampigia simu Natasha na simu hazipokelewi yani. Lakini baadaye Natasha akapokea simu yake. Mchizi leo aliongea kistaarabu kinoma kwa bibie. Alihitaji zoezi la harusi liendelee, lakini bibie akagoma na kumwambia kuwa kama vipi kesho asubuhi aje kuchukua pete yake ya uchumba. Kwa nini umesema hivyo? Nimechoshwa na mwanaume ambaye haniamini na hawezi kuomba msamaha. Mchizi akajieleza kuwa yule mwanamke aliyemkuta siku ile alikuwa ni binamu yake Monica. Nilikuwa nalijua hilo. Sasa niombe msamaha kwa lipi? Kwa kuniita mimi mtoto? Siku ile nimekuja kwako niliondoka baada ya kuniita mimi mtoto. Umewahi kuniomba msamaha kwenye hilo? Nisamehe kwa hilo. Umechelewa. Sihitaji msamaha wako tena. Mwisho bibie akakata simu na ambiwa. Bibie chakula kipandi kabisa. Dada yake ikabidi muulize tatizo ni nini. Akamwambia tatizo ni Desmond bado anampenda na alimpigia simu jana kumuomba msamaha akihitaji waoane tena, lakini nimemwambia mimi sihitaji hilo. Nimemwambia aje achukue pete yake tu. Bibie anampenda sana Desmond, hata swala la kumkatalia harusi alilifanya ili abembelezwe tu, na alikata simu akifikiria kuwa pengine mchizi atampigia simu, lakini mchizi hakupiga tena yani. Hicho ndicho ambacho kinampa mawazo sana yani. Mchizi amekuja na maua yake leo kuchukua pete yake. Akakutana na Janet hapa. Upande wa pili huku ndani Natasha anateseka sana yani. Moja haikai wala mbili haikai. Upande wa Desmond huku wanamwomba msamaha Janet kwa yote ambayo ameyafanya mabaya kwake. Huo msamaha ulipaswa muombe Natasha, sio mimi. Ameniambia nifuate pete yangu. Hataki hata kuongea na mimi yani. Natasha anakusubiri huko ndani. Anakupenda bado. Mshikaji hakuamini yani. Alikimbia kwa kasi unaambiwa. Mchizi ameingia ndani akamkuta bibie anamsubiri hapa. Ikabidi muombe msamaha pale. Bibie akamwomba msamaha pia. Na penzi jipya likawa limezaliwa mtu wangu. Mapenzi ya hawa watu wawili yakazaliwa upya mtu wangu. Chozi la furaha likawadondoka yani. Ni vitu vidogo sana ambavyo vinaweza kuharibu penzi lenu msipokuwa makini. Mnapokoseana jaribuni kukaa na mtatue matatizo yenu. Asante kwa kuitazama filamu hii mtu wangu. Inaitwa Still the One. Mimi ni Torio na hii ni Zurio TV. Endelea kushare, kulike, kucomment na kusubscribe YouTube channel yetu.